Karibu sana ndugu mfuatiliaji wa faulink.com. Leo ni siku nyingine tena, niko hapa kwa ajili ya kuelekeza jinsi ya kutumia mfumo wetu wa mauzo. Huu mfumo unaweza ukautumia kama una duka, kama una pharmacy au kwa ajili yoyote au kwa ajili ya matumizi yoyote yale yanayohusiana na mauzo. Ni mfumo simple kabisa ambao haukupi shida kwenye matumizi, lakini pia unakupa ripoti zako zote unazohitaji, ripoti za uhasibu, ripoti za mauzo kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi, kwa mwaka, lakini pia nakupa ripoti ya kila bidhaa iliyotoka. Kikubwa zaidi nakupa ripoti ya bidhaa ambazo zimebaki store, ambazo zipo. Kwa hiyo utakapokuwa unafanya mauzo, ripoti zile item zako au bidhaa zitakuwa zinapungua kulingana na mauzo unayoyafanya. Lakini pia unapata ripoti tofauti tofauti. Sasa huu ni mfumo, ni website kabisa, ni database ambayo imekamilika, ambayo utaitumia ukiwa online, lakini pia unaweza ukawa offline kwa kutumia simu yako. Mfumo simple kabisa ambao hauna shida yote, unatumia tu MB za kawaida kuweza kuaccess mfumo wetu. Tuachane na template za Excel na nini, hizo sasa hivi zinaenda kupitwa na wakati, kwa sababu natakiwa uwe professional zaidi, ufanye kazi ukiwa online popote pale, uwe ofisini uwe nyumbani, basi uweze kufanya kazi. Okay, sasa kama kawaida mfumo wetu unasema una access online. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe, unaingia tu kwenye browser yako kawaida. Unaweza ukatumia Google, unaweza ukatumia Opera Mini, unaweza ukatumia Chrome, unaweza ukatumia Firefox and so on. Kwa sasa ukishaingia hapo, wewe utaandika mauzo.faulink.com. utaandika mauzo.faulink.com. Hapo ndo site yetu, ambayo ukishaingia kwenye site utaweza kukutana na mfumo ambao utakusaidia kufanikisha kazi zako. Kama kawaida tumeshaingia kwenye mfumo wetu. Kama una shida zaidi ya kutumia, uweze kutumia Kiswahili, basi utachange tu hapo mfumo wako uweze kutumia ukiwa kwenye lugha ya Kiingereza. Sasa huu hapa ndo mfumo wetu sasa ambao wewe utautumia. Kwa mfano kama unataka kutupigia simu, una namba simu, basi utaipata hapa. Lakini pia unataka kutupigia labda kupitia WhatsApp au kututumia message, utaingia moja kwa moja kwenye WhatsApp. Hapa utatumia message yako. Cha kwanza takiwa ujisajili, kwa sababu hauna account mpaka sasa hivi. Unapiga hapo jisajili, inakuletea hiyo hapo ya kujisajili. Kwa sasa tuseme labda mimi akaunti yangu nasema najisajili kwa kutumia Faulink1 mfano. Kwa hapo nina register, inaniambia registration successfully workers and boss. Sasa hii hapa inatupa ujumbe, kwa sababu mfumo unaweza, yani unapo create account moja kwa moja, umecreate account za watu wawili, umecreate account ya mfanyakazi wako lakini pia automatic na create account ya kwako kama boss, ya kuweza kuaccess kazi ambazo anazifanya kwa kutumia username na password tofauti. Kumbuka, unapo register tayari unakuwa umetengeza akaunti mbili, akaunti ya kwako kama boss ya kuweza kuaccess vitu anavyovifanya, lakini akaunti ya kwake. Kwa sasa sisi tumeregister kwa kutumia Faulink1, kwa tuna login kama kawaida. Kama unavyoona, ukisha login unapata mfumo wako tayari hapa. Tayari hapa ni mfumo wako ambao unaweza sasa kutumia. Kama unavyoona mfumo wako ndo hapa, lakini wewe vinavyokuhusu sasa ni hivi hapa. Cha kwanza, kabla hujafanya kitu chochote, inatakiwa uanze kuingiza bidhaa, kwa sababu
haujaingiza bidhaa yoyote. Inatakiwa uanze kuingiza bidhaa. Kwa mfano labda naingiza bidhaa ya kwanza hii hapo, labda nataka mimi niingize maybe sabuni. Mimi nauza maybe sabuni. Unaingiza hiyo, unauza shilingi ngapi? Mimi hiyo sabuni nitauza 1000. Umenunua boksi ngapi za sabuni? Labda nimenunua 1000. Cost ulionunulia 1000 hapa, labda nimenunulia 1,000,000. Hivi ni muhimu kwa sababu hiki ndio kitakachokuwa kinakuletea message kuwa wewe umepata faida kwa hiyo bidhaa au hujapata faida. Kwa hiyo ukisha hapo una add product. Ukisha add product tayari inakuja hapa kwamba sabuni utakuwa unauza kwa shilingi 1000, lakini kwenye store zipo 1000, cost ulionunulia ni 1,000,000. Hapo pia unaweza ukaedit. Tunaenda maybe nyingine sasa, product hapa maybe hapa mimi nauza tena, labda nauza tena lotion. Hiyo nauza kwa shilingi ngapi? Nauza maybe kwa 5,000. Store zipo ngapi? Store zipo 100. Store zipo 100. Juma nilionunulia nimenunulia maybe 500,000. Na add product yangu. Kwa hapa nazo product mbili, na lotion na nina sabuni pia. Hapa naweza nikaedit, naweza kadelete kama kawaida. Kwa baada hapo hapa nilikuwa naingiza bidhaa. Hapa sasa naenda kuanza kufanya mauzo sasa. Naenda kuanza kufanya mauzo. Hapa tayari nazikuta hizo ambazo nimeziongeza. Nimeweka lotion ambao kwenye store zipo 100. Inauzwa shilingi ngapi? 5,000. Kwa sasa hapa mimi kazi yangu au mfanyakazi wako, page atakayokuwa anaiona ni tu hapa moja. Mwenyewe atakuwa tu ana click, mteja amekuja anataka lotion, ana click hapa anaona yake lotion inauzwa 5,000, store zipo 1,000. Anauza, je, ameuza ngapi? Maybe ameuza 5. Ameuza ngapi? 5. Tarehe aliyouza ni hapa. Ana rekodi. Tayari hapo inatuambia sales recorded successfully. Kiasi cha shilingi 25,000 ndio inatakiwa ije, ndio hii hapa. Kwa sasa hamna hata kazi kubwa, na inatupa kabisa store imebaki amount kiasi gani kama tunavyoona hapo. Amekuja mteja mwingine anataka sabuni. Sabuni yenyewe inauzwa 1,000. Store zipo ngapi? 1,000. Nachagua tayari hiyo sabuni yangu hapo. Nachagua tayari hapo sabuni. Nasema labda hapa amechukua sabuni ngapi? Sabuni 10. Tayari hapo tarehe ni hiyo hiyo. Tayari hapo nina sabuni zimeshaingia. Sabuni 10 kwa 1,000 napata hii hapo. Kwa baada hapo sasa ninafanya mauzo, naenda kupata ripoti. Hapo wewe kazi yako ulikuwa unafanya tu mauzo tu kama kawaida. Yaani kazi ya mfanyakazi ni kufanya mauzo labda na kuassess matumizi. Unataka uangalie ripoti sasa. Ripoti ya kwako wewe ya ripoti cost ulionunulia mzigo ilikuwa ni 1,12,000. Bidhaa zote ulizonunua ilikuwa ni 1,12,000. Mpaka sasa hivi umefanya mauzo 35,000 tu hapa kama unavyoona, 35,000 peke yake. Kwa hiyo maana bado una losi ya 12,465. Hii hapo ni ripoti ya jumla. Kwa mfano sasa nataka upate ripoti kwa tarehe. Ripoti kwa tarehe unaweza sasa ukachagua. Mimi nataka ripoti kwa tarehe. Tarehe nataka ripoti labda ya tarehe 4. Je, tarehe 4 niliuza kitu gani? Tarehe 4 hatujaingiza mauzo yote, hatujauza tarehe 4 kama unavyoona hapa. Ila mimi nimeuza tarehe, leo ndo nimefanya mauzo kwa maana tarehe 1. Kwa hapo nikifilter ninapata malipo yangu yaliyofanyika kwa hizo bidhaa mbili kama unavyoona. Kwa lakini pia naweza nika click hapa ili ni print taarifa yangu ya mauzo.
Yes, kama unavyoona unaweza ukaprint kwa ajili, unaweza ukaprint hiyo taarifa kwa mauzo. Hapo unaweza sasa ukaja kuprint sasa kwa bidhaa yenyewe. Unachagua lotion yenyewe mauzo yake yalikuwaje. Lotion tu yenyewe kumbe uliuza 25,000 kwa hiyo tarehe hiyo. Tumefanya tu kwa mauzo ya siku moja. Hii hapa lotion ulikuwa umenunulia shilingi kadhaa, tayari hapa inakupa profit, na maana bado hujapata faida, hapo. Labda nataka sabuni yenyewe uliuza item 10 kwa 10,000, kwa pia bado hujapata faida, kwa sababu sabuni ulinunua kwa shilingi milioni 1, lakini wewe mauzo ni 10,000 tu peke yake. Kwa sasa unaweza kuja pia kupata summary nyingine ya kila item moja. Sasa ya kila item, sabuni yenyewe mauzo yake yalikuwaje, ndio hapa. Lotion yenyewe mauzo yake yalikuwaje, ndio hivi hapa. Kuna ni moja. Lakini pia kwa mfano huyu mhudumu wako au mfanyakazi wako, tumesema mwenyewe kwenye mfumo atakuwa na option ya kutumia tu ya kufanya mauzo, kwa maana kufanya mauzo pamoja na matumizi. Tuangalie matumizi sasa atakayokuwa anafanya. Matumizi atakuwa mpaka sasa hivi hatujafanya matumizi yoyote, lakini labda amefanya matumizi maybe ya kununua, amenunua hapa, amefanya matumizi. Je, ametumia shilingi ngapi? Ametumia 7,000. Aliapprove kufanya mauzo nani? Kufanya hayo matumizi nani? Labda ni bosi. Ilikuwa tarehe ngapi? Ilikuwa tarehe 1. Kwa hiyo comment labda inawezekana kuna maelezo kwamba ilikuwaje au kwa ajili ya kufanya kitu gani, anaweza akaweka maelezo hapo. Kwa hiyo una add kama kawaida hapo tayari umeshaadi nini? Matumizi. Kwa matumizi yoyote atakayokuwa yanajitokeza, basi atakuwa tu yanajazwa pamoja na kiasi kilichotumika kufanya hayo matumizi, na aliyeapprove ni nani, ili baadaye mkiwa mnapiga hesabu mwe mnaelewa kabisa kwamba matumizi yaliyofanyika aliyeapprove ni nani, kama kawaida kama unavyoona hapo. Baada hapo unaweza kupata pia ripoti ripoti ya matumizi sasa, kwamba matumizi yote ni 13,000 jumla. Hapa ilikuwa ni 7,000, boss ndo aliyezinisha. Umeme pia 6,000, boss ndo aliyezinisha kwa tarehe pia hizo hapo. Kama tungekuwa tumeweka comment basi tungeziona hapa, lakini pia unaweza save kama Excel au unaweza ukaprint kama Excel kama unavyoona hapo. Lakini lengo kuu la mfumo kama kawaida, sasa tuassume tumesha create account, tunataka turudi tena kwenye mfumo. Unaandika tu kwenye website yako, unaandika mauzo.faulink.com, mauzo.faulink.com. Ukishaandika tu hivyo, unarudi kwenye mfumo na kuruhusu sasa uweze kuingia, kwa sababu tumeshajisajili. Unaingia kwenye mfumo tayari, hapo unaweka username yako kama unavyoona hapo, alafu una login. Kwa tayari mfumo unakutambua kwamba wewe ni fulani. Tuchukulie ili tuone namna ambavyo mfumo uko protected. Ukilog out maybe ni ukikosea tu hapa namba, ina maana mfumo hautambui kwamba wewe ni nani. Asante sana ndugu mfuatiliaji wa faulink.com. Karibu sana kwenye mfumo wetu wa wasibu. Ili uweze kuaccess mfumo wetu ni free kabisa, hamna gharama zozote. Kwa hiyo utatengeneza akaunti yako kupitia mauzo.faulink.com, mauzo.faulink.com, na create account yako bila gharama yoyote, na unaweza kufanya mambo yako ya mauzo, kama una duka, kama una pharmacy,
na mambo yataenda vizuri. Asante sana kwa kunisikiliza.